But all of this money that you're saying, oh, he was doing this, he was getting money from here, nini, hakuna pesa mlikula naye. Nasema you were just innocent. Bana iko sasa nidanganya kwa nini? Niambiana tu sema ukweli. Yeah. Did Kimani Ichung'wah just deliver a political blow to former Deputy President Rigathi Gachagua? In a recent interview with Ogobina, Kikuyu Member of Parliament Kimani Ichung'wah made a striking claim that Rigathi Gachagua once gave him 5 million shillings. What remains unclear, however, is the source of that money, whether it was personal or linked to public funds. Now, if such claims were ever to be substantiated, they would raise serious question: who is accountable, and more importantly, can the public truly trust the system? But beyond the claims itself, there is a deeper layer to consider. You know, in politics, narratives shape perception, and perceptions shapes power. Could this be the moment that reshapes how Kenyans view Rigathi Gachagua, or is it simply part of the ongoing political chess game where influence is won and lost through public discourse? Because one thing is certain, statements like these are never just statements. They carry weight, they carry intentions, and sometimes they redefine political futures. So, what does this mean for the country moving forward? If leaders begin to openly share such revelation, what does that say about the state of leadership and what lies ahead of 2027 elections? We want to hear from you. What do you think about this? This is GTK Media, where we tell bold stories that matters. But all of this money that you're saying, oh, he was doing this, he was getting money from here, nini, hakuna pesa mlikula naye. Nasema you were just innocent. Bana iko sasa nidanganya kwa nini? Niambiana tu sema ukweli. Ndio uliniambia. Yeah. Hiyo siku wakati tuligundua wamekula na machogo pesa ya chakula ya watoto. Sasa wewe kuna pesa yako kwa ulituita hapa tunasomea watu in our presence. Tunasikia hiyo pesa ililipwa. Na umegawiwa. Bwana, hiyo ni propaganda ya wakora. Kwanza huyo Msomali yako hapo ataona. Ngoja kwanza nimuite, tutachukua simu. Ngoja tuchukue, we au get hold of him. We will fire him. Baadaye kutoka kwa ofisi hapo. Nitapewa chai, sawa mkubwa. Lakini hiyo mambo nilikuwa nimesikia tu fununu kama ni hivyo, ni sawa tu. Nikatoka nikaenda nyumbani sababu kitu 9:30 hivi. Jamaa wake alikuwa anafanya kwa ofisi yake anaitwa Ngogo. Ngogo. Si Ngoga. Ngati maini. Naitwa Ngogo. Jina ya Kikuyu. Tuseme hivyo. Ngogo. Sema hivyo. Sasa unajua tuongee Kikuyu. Okay. So Ngogo akanipigia simu akaniambia uko wapi? Niambia niko nyumbani. Wapi Lavington? Tukutane hapa Shell. Niko nini? Iko kitu nimeambiwa ni kutopia na mkubwa. Sawa. How many minutes? Ndogo kwa ofisi maybe about 20 minutes. So, chukua gari, nenda hapo Shell. Nakuja, nambaka paka black. Nimeambiwa nipeleta hii. Nini? Kufuruzi. Nini nizabeba kwa backpack ya black? Si hata vitabu. Okay. So ulitoa vitabu kutoka kwa Rigijita. Kwani nini sisi kesho ukapata? Iko milioni ngapi? 26 in Kenya shilling. Gosh.
Twin Lords. CBK ile kwanza iko na karatasi ya white. Wewe kapolithini juu. Nikamuuliza ni ya nini? Ambia no, boss ameniambia nikuletee. Acha tapigia. Okay, sawa. Kachukua. Kaenda kwa ofisi nyingine hapo. Ndio nikaweka kwa ofisi. Kwa safe. Akizman. Karudi nyumbani. About 10:30 akanipigia simu. Sasa unajua ile maneno tuliongea. Najua kazi yako ni ngumu. Ambia kwanza sana. Unajua kwanza hiyo ofisi yangu every now and then wabunge wanataka support ya weekend harambee nini, naitwa harambee saa ingine nimepama kabisa. Ndio nimesema nikusaidie kidogo ili uweze kujisukuma weekend. It was a Thursday hivi. Sajua kwanza siku hiyo nilikuwa na harambee sijui wapi. Nilienda nikachomoa mita pat. Big boys. Yes, ilikuwa na do. Lakini hiyo tu kwa hiyo na ingine. Sijui kama ni iliambiwa ya chakula ama ni ile ya confidential niligawiwa. So we 5 million peke yake ndio umekula na Rikichuja hii. Alinipea 5 million kwa nini? No, in his entire because I sit down with him na pia atakuja na zake aseme kwanza huyo Kimani akisema kama alipea si aseme. Si mimi nimekuambia hata nani alipewa. Okay. Because is a living witness. Okay. Mimi sikuambia watu wamekufa ama tu wenye hawako. Okay. Na kuambia watu ni kuambia wenye wakupanga gunzi nikakuya na Meja Ndong enda uwaulize. Okay. Ama uende DCI uulize DCI hawa watu mlikuwa na investigate nini? Ama uulize DCI ile report mlipata ya mbuzi za Mama Ngina na Uhuru mlipata ya nani? Okay. So